Na mtazamaji, karibu kwa taarifa kamili. Baada ya afueni ya wiki iliyopita ambapo mahakama ilisitisha mchakato wa kumtimua mamlakani, masaibu ya gavana wa Meru Kawira Mwangaza yamerejea tena. Hii ni baada ya hoja nyingine ya kumwondoa mamlakani kuwasilishwa katika bunge la kaunti ya Meru. Haya yamejiri siku mbili tu baada ya gavana Mwangaza kumrai Rais William Ruto kuingilia kati na kutatua mzozo ulioko baina yake na wawakilishi wadi. Clement Masombo ana taarifa zaidi. Even if it takes 1 month, Kawira has to go. Even if it will take us 2 months, Mr. Speaker, the governor has to go. Even if it will take us, Mr. Speaker, 3 months, Kawira has to go. Huyo ni Dennis Kiogora, kiranja wa walio wachache kwenye bunge la kaunti ya Meru, akizungumza siku ya Jumatano wiki iliyopita baada ya mahakama kuu mjini Meru kusitisha kujadili hoja kumtimua gavana Kawira Mwangaza mamlakani, ambaye sasa kitumbua chake kinazidi kuingia mchanga hata zaidi. Wiki moja baadaye na sasa wabunge wa kaunti hiyo wamerejea na hoja nyingine wakitaka gavana aondolewe ofisini kwa madai ya matumizi mabaya ya ofisi na kufanya uteuzi usiozingatia sheria za serikali za kaunti. The governor has engaged in multiple discreditable acts that severally and collectively amount to gross violation of the Constitution, gross violation of various national and county laws, gross abuse of various laws, abuse of office and gross misconduct. Gavana Mwangaza alijipata taabani baada ya kumteua mumewe Mrega Vaichu kama balozi wa mahasla wa kaunti ya Meru, uteuzi ambao wanasema ulikiuka sheria. Wahome Gikonyo ni mwanasheria na mchanganuzi. The mere fact of appointing a spouse in an office in the county or to be attended in the official meetings of the county is itself in contravention of the Leadership and Integrity Act and also Chapter 6 on leadership of the Constitution on leadership and integrity. Siku ya Jumapili kwenye hafla iliyoongozwa na Rais William Ruto kaunti ya Embu, Gavana Mwangaza alisikika akimrai Rais William Ruto kuingilia kati na kumnusuru kutokana na jaribio la kumuondoa uongozini. Ni ombi langu Mungu atujalie na amuguze Mheshimiwa Rais wetu atumike kuleta amani Meru County. Asanteni, Mungu awabariki katika jina la Yesu. Ile shida kidogo iko Meru. Meru ni county yetu ya maana sana. Na hawa Meru wanatupenda na tunawapenda. Na rais na mimi hatuwezi kubalia Meru kuwe na shida. Tukose kukupata maendeleo. Licha kuwa baadhi ya viongozi kutoka kaunti ya Meru wanadai kuwa juhudi zao za kupatanisha gavana na wawakilishi wa wadi hazijafua dafu, baadhi ya wakazi wanahisi kuwa mvutano kati ya makundi hayo mawili una msukumo wa kisiasa kutoka kwa baadhi ya viongozi. And as from the Senate and the National Assembly, you know, we have no say on especially on the motion of impeachment. Therefore, it is the mandate of the Meru County Assembly to process the motion and to see through even public participation, because there is a elaborate process of removing a sitting governor. Na kama wewe ni mmoja wa wale watu wanakuja na mafuta na mtungi wanamwagilia ili moto iendelee kushuka ama kuwashwa, sisi tunataka tukuambie enda polepole ndugu yetu, sikanisha Meru. Macho yote sasa yameelekezwa kwa wabunge wa kaunti ya Meru jinsi watakavyoshughulikia mswada huo, hasa baada ya kuongeza muda wa vikao bungeni hadi tarehe 21 mwezi huu wa Disemba, wakati wenzao wataelekea likizoni kutoka tarehe 9 mwezi huu. Clement Masombo, KTN News. Na waziri wa usalama wa